Asante sana. Kwa ni mnalila wa? Kwa nini nalila wango kwa nesa? Father, ambaye ni rafiki yangu, Your Excellency the Prime Minister and the President of the Republic of Kenya, until the summer is open. Waheshimiwa marafiki, kero muntaru musaja isaidi tupo wera tupo igora tora munere. Bilamon. Yangu yatakuwa machache, mambo mawili matatu. Ya kwanza kabisa, nashukuru Father kwa nafasi ya kushiriki na viongozi. Mpaka siku ya leo sote tuko hapa tusaidie parish ya Nyamira. Nielezea mapema na mimi nachukua nafasi hii kushukuru Bwana Gusii, kijana mheshimiwa muungwana ambaye ameamua kuchapa kazi na wenzake wananchi wa Kitutu Masaba vilivyo. Pili, yale yote viongozi wote wameongea, wamesema, mimi najiunga na yote. Tatu, ni ile kuhusu taifa letu. Jana yule anajiita rais wa taifa alitembea na viongozi wenzake katika sehemu ya Central Province, akijipiga kifua hadharani kwamba yeye kama rais wa taifa hawezi kuchezewa. Watu wa opposition atawakalia ngumu kabisa kama watumwa ili afanye kila anataka. Ukiniruhusu hapa hadharani mchana, namwambia Mheshimiwa Ruto pole. Kwa nini nampa pole? Kenya ni nchi demokrasia ambayo wananchi kikatiba wameruhusiwa kusema maneno yao, na wale wamechaguliwa wanaongoza kwa unyenyekevu, kwa mapenzi ya Mungu na kwa upendo wa wananchi. Tunajua mara kadhaa rais wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amechaguliwa vilivyo, lakini kwa sababu yeye si mwizi anafanyiwa ukarabati, na sio mara moja, sio mara mbili, mara tatu wanaendelea. Hata wengine wanatoka nyuma, vitoto ambaye mheshimiwa mwenyewe amelea, amefunza, wameanza kutema yeye baada ya ujinga. Mkiniruhusu, tamuuliza rais wetu, kwa sababu ya upendo wa wananchi wake, kila wakati hata kibiwa anapeana nafasi ya kuongea. Tena umepeana wakati huu, lakini kwa maibu na uchawi wameonyesha wananchi hawa. Ulipotoa amri tokelezea nje, muonyeshe kutoseka kwenu. Mulitokea kwa wingi, hata mimi mwenyewe nikaweka matangazo kwa redio, mtoke nchi, na mkatoka. Mungu awabariki ninyi nyote. Hamukutoka kama wajinga, kwa sababu tuna wajinga Kenya. Mulitoka kama watu wanajipigania ili mpate haki yenu. Huyu rais ninyi mmemchagua akaibiwa. Sasa kutoka Abekerugo, nataka tumpe nguvu. Kama unyenyekevu wake au chukuliwi vizuri, atuite sote kama Wakenya kulingana na katiba kipengele ya kwanza. Kama wananchi hawatosheki na hali ya uongozi, sisi kama wananchi
tuchukue hiyo, tuongoze taifa letu wenyewe. Hatuwezi kutishiwa kwamba wako na risasi, watafanya hii, watafanya ile. Babu zetu waliteswa wakawawa, ndio tukakuwa uhuru. Lakini rais amefanya kazi mpaka tukakuwa na uhuru wa kwanza, uhuru wa pili. Sasa tuko kwa mlengo wa uhuru wa mwisho. Wangali wanasema ajitoe kwa kila njia, Kenya yetu ikombolewe mbele. Wangali wanasema namna hiyo. Na ukiinua mkono namna hiyo, unaambia Ruto, hii nchi hapana yako. Hii nchi iko na wananchi, si ndio? Na tukitaka haki atupembelezi yeye. Tunasema wazi mjana kwamba tusikizane kama wananchi bila tutajiongoza. Ndio sababu kwa unyenyekevu Raila anatembea kwa kila sehemu akiambia wananchi bado hakuna risasi moja kwanza. Na akitoa hiyo risasi, Kenya italainika, si ndio? Baba, nikimalizia, wakati ulikuwa unaanza kuongea, aliongea vizuri na akabariki lengo la Prime Minister, rais wa Jamhuri ya Kenya, kwamba mazungumzo yawekwe mbele. Kwa njia hiyo, maombi kwako, ili mazungumzo yakikwama, tujitoe kama Wakenya, tujisafishe na uchafu na ujinga, ili tuwe watu kamili ambaye tutafanya mambo yetu kama taifa la Kenya. Wangali wataleta maombi kama hiyo? Haleluya! Uyamara sana Nyasaye balende, kamini chitenge Nyasaye nero monene. Asante sana. Father, Right Honorable Prime Minister, Senator, wajumbe wenzangu, MCAs na washirika wote ambao tuko hapa, hamjambo tena. Sasa na mimi wacha niseme neno kabla nimkabidhi Senator amlete Prime Minister wetu. Njakereke Gusii. Father, karana chita mejijitira yaranyonewe kwa ngeteke barua isairo tanche timadeni tari boygo na wanyana ka sukari yangu chonyoro kirega kwangu bagogena tari boygo Father ile ndio ona koti na leti rawa gani zinete teba gani kibararu eini gore ya Father tegichi jena bareta ande beti bareta ega sioko baruskende mubuko teliane kali boygo lakini ngote mande na bali to bali kwanza akakalo mweli ya Gusii kakarabu ndio akoni. Baba, tunashukuru sana kwa kutenga wakati wako leo siku nzima. Ulianzia pale kwangu Emboko Center na ukaifungua rasmi. Nasema asante. Viongozi wenzangu ambao mkubali kunisindikiza, ni ishara ya upendo mlionao kuja kwangu. Asante sana. Hawa MCAs wengine hata mlikuwa Nairobi, lakini wakati niliwapigia simu kwamba tutakuwa na wageni kwetu, mligeuza njia mkarudi hapa. Nimeshukuru. Baba, asante kwa kumteua ndugu yetu Senator Okongo kwanza kuwa kama commissioner, yani mkubwa wetu pale bungeni, na tena hivi majuzi kumweka kwa ile kikundi ambacho kinafaa kukaa na wale wenzetu kutoka ule upande mwingine, ili tuweze kujadiliana mambo muhimu ya taifa hili. Mambo muhimu
ni kupunguza gharama ya maisha ya wananchi wa Kenya, sio kujipiga kifua, sio kututisha, kwa maana hatutishiki. Wale ambao wana uwezo wa kututisha ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Hao waliokaa hapa ndio wanaweza tutisha, kwa maana sisi ni wajumbe wao. Kazi yetu ni kubeba ujumbe ambao wametupa na kuupeleka kule Nairobi. Kwa hivyo ndugu zangu, Kimani Ichung'wah, mambo ya vitisho punguza. Bwana, kama umepewa kazi, tulia, fanya kazi. Hapana kutukumbusha kila siku. Juzi mwenzangu Osoro anapata kipaza sauti mahali hivi, kwa sababu hana neno la kusema, anaanza kusema Kitutu Masaba hawatapata mbolea kwa sababu Emboko iko mrengo ingine. Huo ni upumbavu. Emboko inaingilia wapi kwa mambo ya mkulima? Wakikataa kuwapa hiyo mbolea, vile yule amesema, tawapa mbolea ya kuku. Tumemwomba mwenzetu Osoro apunguze kupayuka. Akipata kipaza sauti amekuwa Rigathi wa hapa. Isairajai muongea mahali, sasa anaanza kumuongea. Tukae chini tujadiliane namna ya kusaidia mwananchi wa kawaida, sio kujipiga kifua na kusema yule hatapata kwa sababu wako mrengo fulani. Hao wananchi wakati walikuwa wananichagua walijua nilikuwa mrengo upi. Wangejua huo ni mrengo mbaya, hawangenichagua, si ndio? Tuwafanyie kazi kwa hekima. Baba ametoa nafasi waweze kukaa wazungumze. Kama ni mitambo kufungua, kama unajua hauna kosa, kuna kitu tunaita audit. Kwa kila kampuni iko na audit. Kama hakuna shida, fungua watu waangalie. Kama ulishinda, sawa. Kama hukushinda, baba atatuambia tufanye nini. Tuzungumze juu ya kupunguza gharama ya maisha. Wakati wa kampeni ilikuwa inasema, umepandisha bei ya mafuta, ushuru. Haya, kampeni iliisha, umechukua usukani. Kila siku ushuru juu, mafuta, unga, sukari. Pole, sikuwa niseme sukari, kwa maana mnaweza niomba sukari baada ya hapa. Kwa hivyo baba, simama imara, na tumeshukuru sana kwa upendo ambao umetuonyesha. Watu wangu mbuya mono oso mwako uyu mutanga nitogo chikokora kuri mongeke barueke na araka emire sinkonya tari boyo tinko banga nindo muikerano lakini ngote emane Father eri diuku viekora webi seseni kwa zori ngara nicho wo seseni ga properly tari boyo wana ara sisi ndio arangebe Father ndete mombe kasama sawa. Na asante maafisa wetu wa serikali ambao mko hapa. Nashukuru sana. Mmesimama na sisi, mmejua kuna amani Kitutu Masaba. Muendelee hivyo hivyo, mimi nitasimama na nyinyi.
Nande bishumi ndachiko sabu. Ngangole la. Batevi nganinga ndreko bakolera kuna na batebeti. Kalibo iko. Na ino ismoko raligo salire. Ikesinde montevi. Kalibo. Utani kereti devi fata. Fata nama itemna konkera antevi rigo salia beirandi. Ita ko babuya. Inuna bantu bane ubwancha ni buli mwangoro kiri. Tinko bosiereni na ncheni bakolera maya. Ama tukosi. Senator Okomo, tafadhali karibu useme neno alafu tulete Prime Minister. Bago miso, ndio kurase kan, ekoro kabwate. Baba